Kuna concern moja watu walikuwa wanazungumzia kuhusiana na uwiano wa mechi katika fixture. Yanga amepewa mechi za karibu sana kumpea na Simba. Waliopanga kama walikuwa wanafikiria wanafanya favor kwa Simba, kitaalamu wanakosea, wanaiua Simba. Niulize kwa nini? Kwa nini? Msimu unakwenda kubadilika, sawa, wa hali ya hewa kutoka kwenye msimu wa joto kwenda kwenye baridi. Tunaingia kwenye kipindi cha mvua, masika wanasema. Sawa? Kukaa siku nyingi kabla ya kucheza katika ligi sio favor, ni shida. Yanga wanachokifanya sasa hizi wanatengeneza match fitness. Unafahamu match nini? Match fitness. Itawaumiza kwa Sam, lakini kuna wakati itawatengenezea uwiano, kwa sababu leo hii Yanga itawalazimisha watumie squad kubwa ili kuweza kuendana na mazingira yaliyopo, wakati Simba wao wanaendelea kuleteni kupumzika, kwa sababu ukiwa kwenye ligi ukikaa siku 10 hiyo sio faida. Maana ukija kurudi unaanza upya. Huu mwili kwa kitu kinaitwa metabolic activities za mwili. Ukiwa unafanya training sio sawa na mechi. Yaani kufanya mazoezi sio sawa na mechi. Mazoezi yanakuwa yana kiwango at least 1/3 ya mechi, wakati mwenzako anacheza mechi. Kwa hiyo anaongeza ule utayari wa kiushindani. Unaelewa si? Lakini pia anakabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kutoka kwenye hali ya joto kwenda kwenye mvua, akiwa kwenye high intensity, kwenye zile metabolic activities ambao watu wa sayansi wananielewa. Kwa hiyo inawezekana lengo lilikuwa ni kutaka kuibeba Simba, lakini wanaipoteza. Wanaipoteza. Sasa wanakwenda kuimarisha viwango vya klabu ya Yanga. Tunapozungumzia kwamba Yanga wana changamoto, wana kiwango kidogo, hawapo kwenye ubora, tunakompea na Yanga wenyewe, kwa sababu walishafikia katika hatua ya climax ya mafanikio. Walishachukua kila kitu katika ligi ya ndani. Kwa hiyo inafanya mashabiki wake wao wana variety of choice. Mashabiki wa Yanga wanadeka sasa hizi. Wanadeka kwa sababu timu yao ilishapata kila kitu. Kwa hiyo wana wajibu na haki ya kuchagua. Leo Simba hawezi kuchagua. Si unaelewa? Lakini Yanga wanaweza wakachagua. Sababu tutachukua ubingwa, tumechukua FA, tumechukua Singao, tumechukua nini. Kwa hiyo wana haki ya kutengeneza au kuseti their standards. Kwa hiyo pressure ya mwalimu itakuwa ni kubwa, pressure ya wachezaji itakuwa ni kubwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna kitu cha kukompea. Leo Simba ukisema haichezi vizuri, unaingesha timu na Simba ipi kwa mara ya mwisho? Wewe uliona? Si unaelewa? Yaani itakulazimu uchukue makablasha mengi uweze kuanza kina Chama utafuta. Lakini leo ukisema Yanga haichezi vizuri, unakumbuka msimu wa Gamondi, unakumbuka Miludi, unakumbuka. Kwa hiyo nafikiri hii ni pressure au ni kiburi cha mafanikio ambayo wao wenyewe wametengeneza, lakini sio tunakompea na timu nyingine. Kwa hiyo itosha kusema kwamba hao jamaa ni top class katika ligi yetu ya Tanzania na wanaweza wakafanya chochote katika ligi ya Tanzania. Sawa. Kuna comment hapa zinakuhusu Chifu. Yeah. Kwanza tuanze na hizi. Huyo anaitwa Ndaishimie Evelyn. Anasema hii ndio Yanga ambayo haijalogwa. Ndaishimie anasema kaka Salamba, na wewe humwamini kocha? Kocha wa Yanga uwe tu mkweli. Yaani kiukweli nizungumza kitu kimoja. Ndio. Yanga ameshawahi kubadilisha walimu 3 katika msimu mmoja, lakini trend yake ilipanda. Kwa hiyo ile excuse ya kwamba mwalimu amechukua timu katika kipindi cha mpito, Yanga waliua wao wenyewe. Si unanielewa? Melody Ham. Yaani Yanga wenyewe waliua hiyo scenario, kwa sababu walishawahi kuwa na walimu 3 na bado kiwango cha timu akikushuka kama kinaendelea kuwa juu. Sawa? Kwa hiyo anapokuja mwalimu mpya, sawa, atasema kwamba anataka gain momentum, lakini Yanga washafika kwenye hiyo hatua. Si unaelewa ninachokizungumza? Lakini pia katika msimu huu Yanga kuna kipindi tuliona wakiwa wana indication of improvement. Kuna kipindi tuliuona mpira mzuri wa Yanga. Leo hii umeenda wapi? Kwa hiyo inatupa wakati mgumu kuweza kumtetea mwalimu, kwa sababu kuna kipindi Yanga waliweza kufanya transition ya walimu na bado waliweza kumaintain. Kwa binafsi kitaaluma ya mpira ninaona mwalimu nimpe muda, lakini katika uhalisia wa macho naona kama mwalimu ameelemewa. Sawa. Kiuhalisia wa macho ni kama mwalimu ameelemewa. Lakini taaluma inambeba. Yaani ukienda kwenye sayansi ya mpira ana excuse. Sawa. Sasa huyu anaitwa Sichone Peter
Anasema hiyo ndo Yanga, ubingwa bado upo kwa Yanga. Naitwa Peter Sichone kutoka Ntinga, Msangano, Momba. Frank Frederick anasema salama na kukubali sana kaka. Newton James anasema mambo vipi watangazaji, mimi ni Lucas wa Mozambiki, Cabo Delgado, Montipes kwa Wasakarubi. Ni hivi, muulize Salamba Okello anamuonaje? Sasa hem, tujibie kwanza hapo kwa Okello kabla tujaendelea. Okello ni miongoni mwa wachezaji vijana wenye viwango vya hali ya juu sana, kwa maana kipaji kikubwa sana, lakini alikotoka alikuwa ni star, bila kujua ni timu gani na ukubwa gani. Yaani ukienda Uganda ukisema Okello, kila mtu anakuelewa, na ustar ni mzigo wa mwiba wanasema. Yaani unapokuwa star unatamani kuweza kumaintain kile ambacho, yaani kuna raha yake, ni kama kuwa kiongozi, sawa. Yaani kuwa kiongozi hata kesho sio kiongozi, sio mtu ambaye anaweza akaimaintain hiyo. Kwa hiyo amekuja Yanga, kwa bahati mbaya kukutana na rhythm na intensity tofauti ya timu, akakutana na timu ambayo ina masupasta wengi kuliko yeye, akakutana na timu ambayo inataka mafanikio mengi kuliko timu aliyotoka, akakutana na timu ambayo ina nyota kubwa kuliko yeye. Kwa hiyo alikuwa na kazi mbili, cha kwanza kuweza kurivili uwezo alionao, cha pili kutembelea katika upepo ambao yuko nao. Jambo la kwanza, Okello alikuwa amezoea kufunga na kuassist, sio kwake kufunga, sio issue katika ligi ya Uganda. Kwa hiyo jambo la kwanza ilikuwa ni kutengeneza kwanza confidence ya kuweza kufunga, ambacho kinamsumbua, na nakwambia baada ya goli lake la leo kuna kitu utakiona kitabadilika. Baada ya goli lake la leo kuna kitu utakiona kibadilika. Unajua kuna kipindi ukifanya vitu vikapata kwa usahihi, basi unaamini kwamba mimi nafunga tu. Mimi nimesha kumwona akicheza mpira Kadege, mzee Kadege mnamzungumzia. Mimi nimemuona miongoni mwa washambuliaji bora wa Kitanzania ambao nimewahi kuwashuhudia, sio katika mipira hii ya macho hii ambayo tunaona sasa hizi. Kuna watu wengi wapata nafasi, Kadege ni miongoni mwao. Angekuwa katika soka sasa hizi, angekuepo, angefanya vizuri sana. Mimi nimemuona, sio kwa kumsifia, nimemuona akicheza mpira. Na mimi naujua mpira siku nyingi, na nimemfundisha mpira, kwa sababu mimi ni mwalimu wa mpira pia. Unaelewa? Kuna kipindi kifika hatua ukiwa unafunga kwa mashuti, utapiga utafunga tu. Utageuka utapiga utafunga tu. Ila kwa kipindi zikiwa zinakataa, akili na mwili vinakuwa vina tofauti. Leo Dube unaweza kumwona anachokifanya. Kila kipiga mpira unakwenda golini. Tayari amejipata kwenye kufunga. Yaani kila anataka kupiga kinaenda golini. Kinakuwa dhahabu. Kinakuwa dhahabu. Kila anachojaribu kinakuwa. Kwa hiyo alipoanza kufunga leo Okello, kuna kitu kitakwenda kubadilika. Ataanza kutengeneza mazingira ya kujiamini, ambacho kwa mchezaji ni kitu kikubwa sana. Kwa mchezaji wa mpira wa miguu ni kitu kikubwa sana ambacho alikuwa anakikosa. Ndio maana Mwamnyeto ni fantastic captain. Pale kimsingi atakiwa mwachie Dube aweze kuongeza goli la 7. Lakini akagundua kwamba hii ni timu. Dogo hajafunga. Mpe Dogo afunge, magoli yatakuja. Sasa tunashinda kwa ajili ya timu, sio kwa ajili ya mtu. Na Dube naye akawa muelewa. Sababu mwingine angesema no, niachie mpira. Akampa kijana, ameweza kuscore. Manake ile ni goli kwa ajili ya timu, sio goli kwa ajili ya Okello. Na Dube ameamua kutoka kwa ajili ya timu. Kwa maana yake from today sasa utaanza kuona akijaribu vitu na vikifanikiwa. Na ndio kipindi ambacho Yanga wanahitaji, kwa sababu hawana X factor mwingine ambaye anaweza kufikia uwezo Pacome kama yeye. Ni nani? Ni Okello. Ndio anaweza kufanya vitu ambavyo pengine Pacome alikuwa anavifanya. Sure. Akiwa katika ubora wake, anafanya ambavyo Pacome alikuwa anafanya. Pacome anaonekana mtu chuma sana. Chuma hiyo, no way. Yaani no way. Yaani unapozungumzia Yanga X factor namba 1 ni Pacome, una namna. Awe ameshuka kiwango, hajashuka. Pacome Okello anaweza kufika. Anaweza kufanya. Na kama akiwa na mguu mzuri, anaweza kaimbwa kuliko Pacome. Take it from me. Anaweza kaimbwa kuliko Pacome. Sawa. Tukiwa tunaendelea na comment, huyu anaitwa Julius Olais anasema leo Simba wanacheza saa ngapi? Newton James anasema nataka kumwambia Salamba hana fitness ya kucheza ligi yetu, maana ligi yetu kama Bundesliga. Huyu Newton ndo alokuuliza unamuonaje Pacome. Sasa hapa anakwambia kwamba unamuonaje Okello. Sasa hapa anasema anaongezea hapo kwamba anamuona Okello hana fitness hiyo. Umemuongelea vizuri Okello, lakini ameongeza hapo kwamba
mbona kama hana fitness hiyo? Hiyo yetu sisi ngumu sana. Hiyo ni definitely kwa sababu ligi tofauti. Unapozungumzia ligi ya namba 5 kwa bora namba 6, maana yake indistake ni ile juu. Yaani ukitoa zile ligi 4 za kule Afrika Kaskazini, Kenya, South Africa, sio tuko pale. Kwa hiyo ukicheza kwenye timu ya Vipers, ukicheza kwenye timu sio ya URA, sio timu sio ya Nairobi, sio FC Leopards, hapana, sio Simba, sio Yanga, sio Azam, sio Singida, sio Dodoma Jiji. Sisi tuna intensity ya juu sana practice. Kwa hiyo wakati mwingine mwili unajituni kulingana na mazingira unayokutana nayo. Uwezi ukajistretch sawa kuliko uwezo wa kawaida. Hata kwa unakimbia, wanaokimbiza ndio watakupatia mwendo. Sio, unaelewa? Wale wanaokufukuza, unapomwona yule alikuwa namba 1 nani Mjamaika yule mkimbiaji Usain Bolt anakimbia vile, manake hawa walikuwa wanamfuata ndio walimfanya avunje rekodi zile. Unaelewa sasa? Lakini kama angekuwa anakimbia na Diego na Vuma, asingevunja rekodi. Sasa kuna haja gani ya kukimbia mara 2 wakati kadege na kitambi? Kwa hiyo Okello sasa inamforce saizi aanze kujistretch sasa. Aanze kuongeza sawa kile ambacho wanacho ili kuweza kufikia, lakini pia hakutakiwa kuwa mchezaji namba 1 kwenye timu, lakini amekuja kwenye timu inamhitaji. Kwa hiyo anaingia akiwa na mapungufu mengi sawa ya kimfumo, lakini pia na ligi iliyotokea. Ila kama angepewa muda wa kurelax, maana ungekuwa unamuona anapewa dakika 15, anapewa dakika 10 sawa, lakini sasa amefika tu akaanza mara Farabat mara Ahli. Unaelewa sio? Kwa ameingia moja kwa moja. Kwa binafsi nafikiri atawasaidia na usajili utakwenda kulipa. Sawa. Tukiendelea, huyu anaitwa Paulo Elia anasema naamini mwendo ni huu hadi tutwae makombe yote. Huyu anaonekana shabiki wa Yanga. Festo Makago anasema naitwa Mushana, hii ndiyo Yanga. Hii ndiyo Yanga anasema Mushana. Godwin Mtungi yeye anasema mwanzo wa vipigo tu, tunaenda Dar es Salaam, tukitoka tunakuja Mbeya. Okello tayari kawaka, kashapewa penati. Ramadhani Abubakari anasema kaka bravo na kuelewa sana kaka. Amekupa bravo bwana. Nashukuru sana. Isaac Jonathan anasema tuko pamoja Salamba TV, wale wachambuzi wa kufikirika watambue kwenye ligi hakuna undugu, wasiwapotezee muda wasikilizaji kuwadanganya Yanga na Singida ni ndugu. Hamis Macho anasema wangemfunga Simba kama wao wako vizuri. Huyo bwana anataka kama Yanga ingekuwa yupo vizuri kweli basi angemfunga na Simba. Mapundo nalizungumziaje? Amekuwa vizuri na ndio maana hata Simba wanashangilia sare. Yaani hiyo ndio tafsiri yake kwamba Simba wamekubali wamecheza na timu ambayo iko vizuri na hawajaweza kufungwa. Na ndio maana wametoka wakiwa wanashangilia, Yanga wakiwa wametoka wakiwa wamehuzunika. Hilo ndio jibu la msingi ambalo unaweza kumpa kwamba still bado upo kwenye ubora wake. Ingawaje yeye mwenyewe binafsi kwa rekodi alizokuwa nazo anaona kwamba kuna ubora fulani umepungua ndani ya Young African. Lakini mbali ya kujiona kwamba kuna fomu ya watu imeshuka, lakini bado hujaweza kumwadhibu. Nimeona kuna maandiko mbalimbali watu wakiwa wanachapisha kwenye mitandao ya kijamii wakiwa wanakoti maneno ya Chifu Zobani kama Zumfela kwamba kama Simba wameshindwa kuifunga Yanga ikiwa haina Pakome, haina Mzize, basi itakuwa vigumu sana kama hawa wakirudi katika timu wakiwa katika utimamu. Itakuwa kipindi hiki ambacho Mzize hayupo, Pakome hayupo, wao ndio itakiwa sasa wanasema kwamba Uhuru wa Manyani watakiwa utumie vizuri. Sasa kama Uhuru wa Manyani wameshindwa kuutumia itakuwa ni ngumu zaidi. Kwa hiyo hata kumfunga Simba, kuondoka na alama 3 haiondoi ubora aliokuwa nao Young Africa. Na kingine kwambia, nilikuwa napitia comment moja ya ndugu yangu mmoja anaitwa Angu. Huyu ni shabiki mkubwa sana wa Yanga, ni mwanachama kindakindaki. Bado alikuwa anataka kujua kwa nini bado kumwangalia mtu kama Buba, mbona anashindwa kuonyesha kile ambacho anacho, na pengine wakati mwingine ni mtu ambaye anaonekana akiwa peke yake bila kukabwa ndio kama ana kitu. Labda tu nimwambie Yangu ni kwamba kumwangalia Buba ni kijana mdogo, yuko very skillful. Kinachomsumbua ndio kile ambacho nimetoka kuzungumza hapa. Issue ni kwamba kasi ya mchezo, lakini pia na uzito wa mechi za Tanzania. Tanzania tuna matumizi makubwa sana ya nguvu katika ligi yetu, na nikimwangalia utimamu wake bado haujawa 100% wa kuweza kuchezea Yanga. Kwa cha kwanza lazima aweze kuimarisha
kuimarisha utimamu wake Buba. Mchezaji mzuri sana, kwa sababu kwa namba anayocheza inakulazimu wakati mwingine uweze kupita shoulder to shoulder kwa mlinzi, uweze kulazimisha. Yaani kuna mpira unakuwa 50 kwa 50, lakini inabidi uweze kuingia. Kwa hiyo ukimwangalia ni kama vile ni mwepesi zaidi, na kwenye kila mpira wa kuwania yeye anaanguka. Kwa hiyo anatakiwa aongeze lishe, aongeze mazoezi. Akiongeza akawa na uwezo wa kuweza kuistamili, manake mpira utakaa mgumu. Lakini kwa maana ya akili yake ni mchezaji mzuri ambaye ana jicho la kuweza kuona space, lakini ni mzuri wa kuweza kuwini mipira, hasa mipira ya kwanza na kuweza kutoka. Kinachomsumbua ni mwepesi mno. Kwa nafikiri hili ni jambo la walimu, kwa maana fitness coach wa timu ya Yanga aweze kuliona. Ni kijana ambaye kama atatengenezewa utimamu kwa kasi alionayo, Yanga atawasaidia, kwa sababu kwanza yuko so direct. Ni mtu ambaye akili yake haiwazi back pass na square pass, anawaza kuingia ndani, lakini huwezi kuanza kuingia ndani kama una uwezo wa kuhimili. Leo muone Dube leo analazimisha kuingia, lazima uwe na uwezo wa kuhimili. Yaani anakuja mtu unamwekea mguu stendi, unalazimisha mpira ukae kulia au kushoto kwa unavyotaka wewe. Hasa sio kitu kirahisi, unaona, na mlinzi anakuja kwa nguvu. Kwa nafikiri shida ya Buba ipo kwenye utimamu wake, fitness level yake bado haijawa nzuri ya kufanya aweze kuonyesha kile ambacho anacho. Sio, kimwangalia ni mchezaji ambaye anapenda mpira uwe kwenye space. Unajua kuna watu ambao wanakimbia na mpira na kuna watu ambao wanaukimbiza mpira. Buba anaukimbiza mpira. Sasa ukianza kukimbiza mpira, mlinzi hataanza kushika na mpira, anashika na mwili wako kwanza. Yaani beki akisha kuona una kasi kuliko yeye, hawezi kwenda kufuata mpira, anashika na wewe kwanza. Ataniambia Kadege kama niko right. Yeah. Sema je, tukaenda kwenye mpira utaniacha. Sasa wakati anashika na wewe, lazima wewe uwe na uwezo wa kuweza kuresist. Ukiwa unakuja mpira wa juu, kama hujapokea, na wewe akishapokea tu mpira huu, cha kwanza atatani. Sawa? Kwenda. Mpe nimecheza na nilikuwa nafunga. Anajua atatani, atakwenda. Kwa hiyo kabla hujatani, atakachokifanya yeye ni kukutoa kwenye njia tu. Akutoa kwenye njia, maana yake wewe utaanguka, ataokota. Kwa hiyo kinachomsumbua nilichokiangalia mimi, akili yake iko vizuri, mwepesi, lakini shida yake ni kwamba ni uzito wa unyoya. Uzito wa unyoya. Sasa ili uweze kuwa vizuri, anatakiwa afanye ambacho alikuwa anakifanya Shuaboy katika ubora wake. Kwa wale ambao walikuwa wanamwona Shuaboy katika ubora wake, Shuaboy alikuwa ni kiungo ambaye anacheza dimba la chini na la juu, lakini alikuwa anaweza kudominate. Kwa nini? Alikuwa ana nguvu, lakini alikuwa ni mwepesi zaidi. Yeye alikuwa anapenya, yeye alikuwa anafanya mazoezi mara nyingi zaidi, kwa alikuwa iko fiti zaidi, ni kama N'Golo Kante. Kwa hiyo mpira unapokuja, kama hujafika yeye kashawahi, kama hujafika ameshatani, kwa na tani ashakuacha. Kwa hiyo unamwona kanapenya penya hivi. Hiyo ndio silaha ya watu ambao wana miili midogo. Raheem Sterling unakumbuka, sawa? Ukishaka mbele hawezi kwenda, lakini pia ukija ujaingiza mguu kashaingiza. Kwa nafikiri ndio staili ya Buba. Kwa hiyo kikubwa aweze kuongeza wepesi ili awe wa kwanza kwenye 90% ya matukio ya mpira, aanze kuwahi yeye na kutoka yeye kabla ya mlinzi.